Ndio mimi nataka. Unataka nini tena? Nataka kile ulichonipatia jana. Nimekimisi sana. Naomba unipatie tafadhali. Kwa hiyo unataka kuniambia yale yote ambayo tumefanya jana hujatosheka tu? Kwa sababu jana tulikesha usiku mzima, tulikuwa tunafanya tu. Kwa hiyo bado tunataka tena na leo? Tatizo mapenzi yako hayachoshi. Muda wote najikuta na Hamisi. Naomba unipatie, usininyime shemu. Ukininyima mwenzio nitakufa. Naanzaje sasa kukuua? Alafu labda nikwambie kitu kimoja. Mimi mwenyewe nimemisi sana michezo yako. Yaani kiukweli vitu ambavyo ulinipatia jana nimevimisi sana. Na kitu kingine ambacho hukijui, yaani wewe ni fundi kuliko hata dada yako. Na kuomba basi tusipoteze muda. Tungeenda tu chumbani tukafanye yetu. Chumbani? Kwa nini tena? Nisikilize wewe. Mapenzi matamu yanataka mwe mnabadilisha mazingira. Sio kila siku mazingira haya yetu. Leo nataka mechi yetu tuichezee hapa sebuleni. Sitaki chumbani. Nikisema wewe fundi, wala sijakosea. Kwa sababu una vitu vingi sana. Maneno yanatosha sasa. Nataka vitendo. Penzi la shemeji halina heshima, linanitesa, halina huruma. Nikuite jina gani dada? Ndogo wangu, tangu jana hukuniambia lolote lile ambalo limekukumba. Nakuona tu una mawazo mengi. Hebu niambie, ni kipi ambacho kinakusumbua? Kaka, kwa kweli mimi ndio mshanishinda. Siwezi kuendelea kuwa na ule mwanaume. Ni malaya sana. Na hapa naona bora tu nijipange rudi zangu nyumbani. Urudi nyumbani kivipi? Hebu niambie ambacho kimetokea ili nijue nakusaidia vipi. Kurudi nyumbani sio solution. Huwezi amini kaka. Salonga amediriki kuleta mwanamke ndani ya chumba changu. Tena mimi na yeye. Anzaje kumsamehe mwanaume wa namna hiyo? Bora nimwache tu aendelee na maisha yake. Na mimi nitaondoka kwake na hatuniona tena. Punguza kwanza hasira. Na kitu kingine, hayo mawazo unayotaka kuyachukua sio mazuri hata kidogo. Unataka kurudi nyumbani. Na hiyo mimba unataka kumpelekea nani? Unataka kwenda kuwasumbua wazazi wetu? Ya kwao tu yanawashinda. Wewe unataka kaongezea mengine. Kwa hilo sikuunge mkono. Nitaongea na mumeo. Nimsikilize naye anasemaje kwenye hili. Inawezekana hata wewe kama mwenye makosa. Na makosa? Makosa yangu yako wapi katika hili? Nasimamia msimamo wangu. Na sihitaji suluhu kwenye hili kaka. Naomba niache. Kama umejeza mwenyewe, fanya hicho ambacho unataka kufanya. Ila kama mimi ndo kaka wa familia, nitasimamia hili jambo mpaka mwisho. Nilikuja tukusalimia nyumbani kwao kama jirani, ukafungua mlango taratibu,
tabasamu lako likaungua ndani, ukanimuita shemeji karibu, moyo wangu ukaanza safari. Penzi la shemeji linanitesa rohoni, nimekosea wapi? Nimependa nisiyepaswa kupenda. Penzi la shemeji, siri yangu na machozi, na kuangalia tu kwa mbali, na kuombea furaha, siwezi kukudai. Dada. Wewe alikwambia uvae nguo za shemeji yako ni nani? Ina maana hauna nguo mpaka uvae nguo za mume wangu? Hapana dada, naomba unisamehe sana. Mimi mwenyewe nimejikuta nimevaa tu bahati mbaya, hata sijapenda. Mama, mazoea na shemeji yako sitaki. Na nataka umheshimu sana shemeji yako. Kitu ambacho ukijui mdogo wangu. Wanaume akili zao ni kama kuku. Akikuona hapo umevaa nguo zake, ataanza kufikiria sivyo kabisa na kukuweka karibu. Mimi hizo pigo sizitaki. Sawa dada, naomba unisamehe. Haitojirudia. Sawa. Shemeji yako yuko wapi? Baby, nilikumisi sana. Na hata hivyo mimi nimeshakusamehe. Naomba twende chumbani. Kwa nini umekuja bila kunipa taarifa yoyote ile? Taarifa tena? Mimi niliondoka na hasira tu. Na hasira zangu zimeshaisha. Please kipenzi, twende chumbani. Nimekumisi sana mume wangu. Na nataka ukanipe vile vitu unavyonipaga. Si unavijua shujaa wangu. Sawa, twende nikakupatia. Oh, mama. Tuandalie chakula. Sawa dada. Baby, leo sijaenjoy kama siku zote. Una shida gani? Kiukweli mpenzi wangu, sipo sawa hata kidogo. Kuna vitu kidogo vinanichanganya. Na kama unavyojua, vitu kama hivi vinahitaji akili tulie, lakini pia usiwe na stress zozote zile kichwani. Ni vitu gani hivyo vinavyokukosesha amani kiasi kwamba unashindwa kunishughulikia vizuri mkeo ipasavyo hapa kitandani? Ni vitu tu vya kawaida. Na muda sio mrefu nitavisolve. Unajua hapa katikati nimekosa muda, na ndio maana naona kidogo nimechelewa kuvisolve. Ila sina muda mrefu, naamini kila kitu kitaenda kwa sawa. Kama ni hivyo mpenzi wangu, kwa nini sasa unashindwa kunipa vizuri mkeo hapa kitandani? Sikia, eka hizo stress zako pembeni na unipe vitu vile vizuri unavyonipaga. Si unajua nimekumisi kipenzi changu. Naomba upige ipasavyo kabisa. Acha nikupe mara 2 zaidi alivyokuwa nakupa mara ya kwanza. Najua kama umenimisi sana. Kwa hiyo acha na mimi nikufurahishe zaidi. Asante baby. Piga mashoti yako. Golikipa nipo nitadaka.
Unanifikizia kama unanidai? Sijapenda ulichokifanya. Alafu ni bora tu ungeniambia kama utaki kuliko kunipa namba ambazo hazieleweki. Ndio inatakiwa upunguze kielele. Mtu ashakwambia ana simu. Unachongangania kitu gani? Una simu? Yaani kwa macho yangu mawili mimi nakuona unazungumza na simu mbele yangu, alafu unakuja kuniambia kwamba una simu. Hebu kuwa serious basi. Naomba nigee namba zako za simu na mazungumzo muhimu kweli na wewe. Jamani, mbona unanichekesha sana? Unataka kuniambia hakuna simu ya kwazima? Kwa taarifa yako, ile ni simu ya rafiki yangu. Kwa hiyo endelea kunifuatafuata kumba namba. Basi naomba usinifanyie hivyo dada yangu. Nina mazungumzo muhimu sana na wewe. Alafu hayo mazungumzo mimi nataka tuzungumze kwenye simu. Ukinipatia namba yako itakuwa umenifanyia msaada mkubwa sana. Usinikatae kihivyo basi. Simu ya nini wewe? Kama mwanaume kweli si uzungumze hapa na kusikiliza. Au mwenzetu domozege. Na kama domozege, ni bora ukasema tujue tunakusaidiaje. Hapana. Mimi sio domozege kama unavyofikiria. Ila mimi nilikuwa nahitaji namba zako ili niweze kuzungumza na wewe kwenye simu kwa utulivu zaidi kuliko tukazungumza hapa. Alafu pia mazungumzo ambayo mimi nataka kuzungumza nawe ni marefu sana. Aliyakuwa itakupotezea muda wako na mimi sipendi kukupotezea muda wako. So nilikuwa nahitaji tupange siku, tukutane sehemu yenye utulivu ili tuweze kuzungumza haya mazungumzo tukiwa tumetulia. Wala mimi nilikuwa sihitaji tuzungumze kwa kukurupuka kama hivi. Oh, kumbe. Sasa wasalimie uendako. Shem, yaani kiukweli unajua sana kupika. Yaani chakula ni kitamu. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Umemzidi hadi dada yako kwa kupika. Siwezi kumzidi dada zake kupika. Yeye anajua kupika zaidi yangu. Na ndio maana ulimwoa ili unjue mapishi yake. Mume wangu, alichokiongea mama ni kweli. Mimi najua kupika sana kuliko yeye. Ndio maana wago ananisifia sana unapokula chakula changu. Ni kweli mke wangu. Unajua wewe ni fundi kuliko mafundi wote hapa duniani. Unajua kupika chakula kizuri. Muda mwingine chakula chako mimi ni kila. Yaani kinashuka taratibu hata kama sijanywa maji. Basi chakula kinakuwa kilaini. Kinapita kiasi cha kwamba natamani hata nisishibe ili niendelee tu kula kwa jinsi mapishi yako yalivyokuwa mazuri. Hongera sana kwa hilo mke wangu, nakusifia. Dada, mimi kesho nataka nirudi nyumbani. Sitaki kuendelea kuishi hapa. Sasa unataka kurudi kwenu kwa sababu gani? Shem, kumbuka hapo umekuja juzi tu. Hauna hata muda mrefu. Leo hii unapochukua maamuzi ya kutaka kurudi kwenu, unafikiri wazazi wenu mimi watanichukuliaje? Wataniona mimi nina roho mbaya, watasema mimi nimekufukuza bure. Wakati wewe mwenyewe ndo unataka kuondoka. Shem, mimi najua umekuja hapa kwa sababu ya kutafuta kazi. Kwa hiyo, endelea kupambana mpaka pale utakapopata kazi, uanzishe maisha yako. Baada ya hapo ndio utaweza kujiamulia chochote kile unachokitaka. Ila kwa sasa siwezi mimi kukuruhusu uondoke. Mama, acha uzungumze shemeji yako ni cha kweli. Hata mama atanifikia mimi vibaya. Kwa hiyo naomba ubaki hapa hapa mpaka mambo yako yatakapokuwa sawa. Huwezi kuondoka hivyo ghafla tu. Nisikilize dada. Mimi ni mtu mzima. Kwa hiyo najua nitaongea vipi na mama yangu. Alafu maisha utafuta sehemu yoyote ile. Sio lazima hapa da.
Kwa hiyo naomba niruhusu kesho niondoke. Wewe hauwezi kwenda popote pale, na mimi ndo natoa maamuzi ya mwisho, na maamuzi yangu naomba yaheshimu, sawa? Yaani mtake msitake, naondoka. Subiri nile nikaongee naye, wala usiwe na wasiwasi, mke wangu hawezi kuondoka. Sawa mume wangu. Sababu hata mimi nahofia sana. Akisema rudi sasa hivi nyumbani kwa mama. Mama atanifika mimi hivi nimemfukuza mdogo wangu. Niamini mimi. Naenda kuongea naye na kila kitu kitakuwa sawa. Inawezekana tu ana hasira, sawa? Sawa. Mpenzi wangu, leo nipo nyumbani siku nzima. Naomba tuitumie siku hii vizuri na kuahidi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Siku ya leo nikuridhishe sana. Pole sana. Ila leo mwili wangu mimi ni msafi. Sitaki uchafuliwe. Wewe kama upo free siku nzima, pumzika ili kesho wahi kazini mapema. Ya leo si ya jana Tamu. Niamini, nitakizi haja zako. Na siku ya leo tuitumie kwa ushirikiano. Tahakikisha hutojutia. Maana leo nimekumisi sana. Mwenzako sina hata hizo hamu ulizonazo wewe. Kwanza nimechoka hatari. Maana kazi niliyofanya jana huko ndani, Mungu tu ndo anayejua. Hivyo basi sijisikii kufanya chochote zaidi ya kulala tu. Na mchana ukifika nikazule tu kwa mashoga zangu. Ina maana Tamu, jana usiku umenisaliti? Nani alisema kwamba amekusaliti? Alafu Bizo, tuheshimiane. Sipendi hayo mambo yako ya kijinga. Umeona nyumba yote hii? Jana siku nzima nimeshinda nikifanya usafi. Maana ilikuwa chafu sana. Sasa wewe endelea kufikiria huo ujinga wako. Nisamehe Tamu kwa kufikiria vibaya. Lakini siku ya leo nimekumisi sana. Na nina hamu na wewe sana mpenzi wangu. Hivi kumbe wewe sio muelewa? Inaonekana unaona nafaidi sana anapokaa huko ndani. Sasa baki mwenyewe. Penzi la shemeji linanitesa rohoni. Nimekosea wapi sijui. Nimependa nisiyepaswa kupenda. Ina maana upo serious kabisa unataka kuondoka? Ndio nipo serious. Babaki naye mwanamke wako ambaye anajua kupika kuliko wanawake wote hapa duniani. Mimi ambaye sijui kupika acha niondoke. Hapana baby, siongee hivyo. Unajua pale nilikuwa natimiza wajibu wangu tu kama mume. Lakini kiukweli nakupenda sana. Na wewe mwenyewe unajua mimi ni kiasi gani ninavyokupenda. Yaani katika hii dunia hakuna mwanamke nimpenda zaidi ya kwako wewe. Yaani nakupenda kuliko hata ile neno lenyewe nakupenda jinsi ninavyojieleza. Unanidanganya hata mnipendi. Unampenda mwanamke wako yuko huko ndani. Nakupenda wewe sana kuliko hata ninavyompenda mke wangu. Na nipo tayari kufanya chochote kile kwa ajili yako. Kwa sababu wewe ni mwanamke sahihi sana kwenye maisha yangu. Na labda tu mimi nikuahidi kitu kimoja. Haya mahusiano hayawezi kuisha hivi hivi. Nitapambana, nitajua mimi nafanya vipi. Lakini nitahakikisha naenda kukuoa. Nimefurahi kusikia hivi. Hata hivyo mimi nimekumisi sana. Mimi baadaye uje chumbani kwangu.
kwa nini tusitafute hata gesi tukaenda kufanya mambo yetu? Kwa sababu nyumbani mimi nahisi sio sehemu salama kabisa, na wala hatuwezi kuwa huru. Wewe unaonaje wazo langu? Hapana, mimi sitaki guest. Nataka wewe ndani. Ulisikia wapi mke na mume wanaenda kufanya mapenzi guest? Wewe nisikilize. Sisi ni watu wazima. Utajua nini cha kufanya? Cha kufanya hapo, mtegee mke wako usiku akiwa amelala tu ndio chumbani kwangu. Mimi nitaacha mlango wazi na sitalala ndio maana kusubiri. Usipokuja kesho usinisemeshe. Naanzaje sasa kufanya hivyo? Nitafanya kila kinachowezekana ili mbadi niweze kuja. Kwa hiyo hata usijali. Mimi nitakuja tuenjoy mapenzi yetu. Nifurahi sana baba. Maana kila siku zinazozidi kwenda najikuta nakupenda kuzidi na wewe. Hata mimi pia nakupenda zaidi hata wewe unakunipenda. Ila mimi naomba sasa tuende ndani ukale, kwa sababu najua kabisa umeacha tu pale kula ila haujashiba. Kwa hiyo twende ndani ukaendelee kula. Ndio tunashiba. Ila sitaki wewe pale, maana upepo mtanitia tu. Sawa, mimi sitokuwepo. Wewe nenda pale wakae ule, mimi nitapita tu nitaingia zangu chumbani. Ila hakikisha ukimaliza tukula na nitumia message ili tuchat, sawa? Mbozo ndugu yangu, hapa nilipo sielewi, kichwa kinaniuma sana na sijui nini cha kufanya. Hizo nilikwambia ndugu yangu, usije ukatumia hiyo dawa pasipokuwa na uhakika kupata demo ufanya naye mapenzi, lakini wewe kunielewa. Ona sasa ulichoenda kufanya, umeenda umetumia hiyo dawa afu na uhakika kupata demo. Ulikuwa unategemea nini sasa? Ina maana hamna njia nyingine ya kufanya kuondoa hii hali zaidi ya kupiga show tu? Hakuna ndugu yangu, na usipopata demo kwenda kupiga naye show utaumia sana mwanangu, na unaweza ukaweuka kawa chizi kwa muda. Da, sasa ishakuwa mbaya na mpenzi wangu kanigomea kabisa, kwa sababu ashazoea kila siku kimoja chali. Kwa kweli hapa sina cha kufanya. Bizo, angalia cha kufanya sasa hivi, na muda unavyozidi kwenda unazidi kuumia mwanangu, utakuja kudhalilika mtaani, uje utie aibu. Okay, tajua nini cha kufanya. Ukijikuta mjanja sana mwehu wewe, subiri udhalilike mtaani sasa. Wow, sikutegemea kama unaweza kuja. Siwezi kuchezea shilingi chooni. Laiti ungejua jinsi gani ninavyokupenda, ungeachana yule mara yako kaa na mimi. Na mimi leo tutakuwa na muda mwingi sana wa kuongea. Kwa hiyo usipoteze muda. Tunaweza kwenda. Penzi la shemeji linanitesa rohoni. Nimekosea wapi sijui. Nimependa nisiyepaswa kupenda. Penzi la shemeji, siri yangu na machozi na kuangalia tu kwa mbali.
hata umenipa nini kaka. Yaani najikuta nakupenda sana. Hata mimi pia nakupenda kama ambavyo unavyonipenda, au zaidi ya wewe ambavyo unavyonipenda. Na ndio maana ukiniambia kitu chochote kile, basi huwaga sipingi. Nafurahi kusikia hivyo. Nakupenda. Hii nzuri, sema piga nyingine. Piga nyingine. Sema hii ni nzuri bwana. Sibini kaongea naye sawa? Sawa, ila kuwa makini sana, hakikisha sija kujua kuna mimi nimo ndani. Haya, halafu zima simu yako. Sawa. Shemeji yako hayupo ndani. Na mtafuta kote hayupo. Na sijui atakaenda wapi. Ndio hangaike. Yule ni mtu mzima bana. Labda kuna mahali atakuwa ameenda. Maana mpaka saa 6 tupote pale kitandani. Na kurupuka tu saizi hayupo. Nimemtafuta kote nyumba mzima, simuoni. Yaani nina wasiwasi sana. Usiwe na wasiwasi, yule ni mtu mzima bana. Okay. Njoo basi kwanza sebuleni. Sawa, tambieni wako. Sisi vipi tena? Simu yake imezima. Nampigia hapa hata hapatikani. Sijui hata atakuwa wapi. Dada, yule shemeji ni mtu mzima. Inawezekana mpate issue ya pesa huko, akaona bora aende bila kukwambia. Maana ukilala upendi kabisa kusumbuliwa, na mimi hilo nalifahamu. Mimi naona bora sasa hivi tupumzike. Alafu kesho asubuhi asipopatikana tutajua nini cha kufanya. Sawa. Ila moyo wangu hauna hata amani. Natamani tu awashe simu nijulishe tu yuko wapi. Moyo wangu ulizike tu nilipo amani. Mpunguza presha dadangu. Shemu ipo sehemu salama kabisa, niamini mimi. Nitamalizana naye na wasiwasi. Vipi kwanza? Hajagundua chochote kama nimo ndani? Hata hajagundua chochote. Ndio dadangu akili yake ya kufikiria ni fupi. Sawa, ila tuwe makini asije katufuma. Hamna, hawezi kutufuma. Vile?